Unakumbuka kwamba Raila Amolo Odinga alichangia. Je, ingekuwa kama Kongo tungekuwa tutaishi vipi? So sisi kama wapwani tunajua kuregesha heshima. Tunaona alikuza viongozi wetu, kina Hassan Ali Joho wako kule kwa sababu yake. So sisi kama wapwani hatuchukulii jambo dogo, na ndio maana umeona baada ya Nairobi, Mombasa imeweza kushikana na kila kitu ilisimama, na tuendelee hapa ni siku nzima na paka pale Raila Amolo Odinga atakapozikwa. Asante. Well, again, we've seen you chanting. You've been part of this procession since morning. Baba died at 80 years of age. How do you personally know him, and perhaps just highlight some of the few things that you remember about him? Okay, kwa majina naitwa Zainab. Mimi baba nimemjua kama nikigrow. Sana sana nilimjua wakati wa election ya 2007 kama bado niko mdogo. Na nilivyoona baba alivyokubali akasema ataki vita ili tu Kenya iwe na amani, ndipo nikajua huyu ni mtu wa maana kabisa. Na ukiangalia katika uchaguzi wote akishindwa, baba haleti vita, ataleta amani. Hata juzi hapa palipotokea mambo na Gen Z, baba alitafuta mbinu ya kuleta amani Kenya. Na hapo ndo tukasema baba is the great warrior, our defender, the only peacemaker in this nation hatujaipata. Na hapo ndo mimi nasema baba lala salama. Na pengine wito wako kwa wale wanasiasa ama viongozi wengine katika taifa hili, nini ambacho pengine ungependa waiga kutoka kwa maisha yake na mambo ambavyo baba aliweza kutekeleza akiwa hai? Ningependa kusihi viongozi. Kiongozi ni utu na sio utukutu. Baba alikuwa ni mtu wa utu. Panapotokea na shamra, baba atakuja mtasherekea. Panapotokea na huzuni, baba atakuja aliye na nyinyi. Na naomba wakapende kuiga huo mfano. Kivipi? Sahihi tayari tumesikia viongozi wengine wameanza kusema mambo mengine ambayo yastahili. Lakini kama mimi kiongozi nitawa vijana kiongozi Mombasa hapa, women leader from Kisauni, nitaiga mfano wa baba kwa kuambia watu amani ndio muhimu kushinda kila kitu hapa duniani. Na pengine pia nikija kwako, tueleze tu umuhimu wa shughuli hii leo ambayo umeweza kuandaa kama wakazi wa Mombasa. Inawapa mwamko gani na ni nini hasa ambao mnalenga? Asante. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Tobias Sauka. Mimi ni mmoja wa wale viongozi wa Sons of Raila Mombasa chapter. Tuliona ni vyema sababu ambaye ametuacha is our icon, is our father, political father. He has groomed so many of us. So we saw it right that as a family of ODM and as a family of Raila Odinga, the larger family, tukuje pamoja ili tuweze kuleta viongozi, both the young and the old together. At least we celebrate this the icon of our time. What do you remember of Raila? One thing, this is the father of devolution. Ambapo kwamba kama kuna mtu anaweza sahau kila kitu kuhusu Raila, mtu asije akasahau kwamba mwenye alihakikisha kwamba devolution is working in Kenya is Raila. This is a father of devolution. That is the one most thing I remember about him. Ni mtu mwenye anaamini kwamba si wale ambao wako juu peke yake ndio wanaweza, hata yule mtu wa chini ambaye ako katika grassroots anaweza. Well, of course, again, by introducing yourself, just give us a reflection of how you received this day, how you woke up in the morning, and perhaps I know you've been following up the events that unfolded all the way from India when his body was being repatriated back to the country and it arrived this morning. Since then, all those events, what do you make of it? Kwa majina naitwa Juma Abdullahi Hassan. Mimi ni mkazi kutoka sehemu ya kata ndogo Kisauni Junda. Hili jambo tulilipokea nilikuwa nitakutamausha. Hatukuexpect kwamba leo tutakuja kutangaziwa kwamba baba atakuwa amekufa. Tulikuwa na hizo tetesi nyuma, lakini juzi ambapo salamu zilipokuwa zimetufikia, hili jambo tulilibeba kwa moyo wa kuhuzunika sana. Kwa hivyo tumelifuatilia, tumelishughulikia kama wanavyosema wenzetu. Watu walipokuwa wanafanya shughuli zao za kuomboleza Nairobi, na sisi pia uchungu wetu tulikuja pia tukauonesha hapa Mombasa. Mombasa ni nyumba ya pili ya baba kichama na pia ni nyumba pili ya kiserikali.
Kwa hivyo mambo yote yanayofanyika Nairobi ni lazima hata hapa kwetu Mombasa yaweze kufanyika. Kwa hivyo tumepokea msiba ambao hatujui kidonda chake kitaisha lini, lakini kwa sababu ni baba, amekuwa ni mlezi wetu wa kisiasa, amekuwa mlezi wetu wa kijamii. Kwa hivyo yale yote ambayo sisi leo ametuachia, kesho hatutakuwa wa kumuuliza baba uko wapi, tuambie tuelekeze. Baba uko wapi, leo serikali inaharibika, leo uko hapo uweze kuiunganisha. Isipokuwa yale ambayo alituachia tutabebana nayo, tutatembea nayo, na ili tuweze kuelekea katika njia ambayo baba aliturithisha, na hakuna urathi mwingine baba ametuachia isipokuwa ni ile njia yake ya kuweka Kenya na Wakenya pamoja. Asante. Pengine tueleze kwa majina alafu tueleze wewe mkumbuka vipi kinara huyo wa ODM Raila Odinga? Kwa majina mimi naitwa Rosa Jambo Bware, mimi ni mzaliwa wa Kongowea na ni mkaaji wa Mtwapa, yani Kilifi County. Baba mimi naweza kumkumbuka kama mvumilivu na pia baba ya watu, si baba ya Wajaluo peke yake, si baba ya Wakenya, si baba ya Afrika, bali ni baba ya watu wote. Maana baba wakati unaenda naye mashindano, wakati anashindwa, ambapo huwa si kushindwa kweli, lakini unaambiwa siku zote unaposhindwa kubali. Unaambiwa wakati unaposhindwa, anayekubali kushindwa siku zote huwa ndio mshindani mwenyewe. Sasa mimi baba nashukuru Mungu, manake wakati baba siku zote hizo, wakati mimi nimekolea nikimjua baba, wakati anachezewa shere anarudi anatulia. Ule uaminifu wa baba, ningependa wale viongozi wote ambao tuko nao sahihi wenye watatuongoza wakuwe na roho ya baba. Maana baba wakati akiwa mshindanoni, wakati wa ushindanoni akishindwa, yeye ni mtu anarudi chini na anakuwa na ile roho ya subra na roho ya kuelewa. Basi viongozi wote kama watakuwa kama baba, naona nchi itaendeshwa vizuri. Nashukuru, na pia tumepokea kifo cha baba, tuna huzuni na pia tuna furaha. Maana siku zote unaambiwa tufurahie kwa kila aina ya jambo. Hata Biblia inasema furahini kwa kila aina ya jambo. Kutaliwa tunafurahia, harusi tunafurahia, basi kifo pia tufurahie. Kifo cha baba tunafurahia, lakini viongozi ambao wamebaki hapa Kenya ama Afrika ama wote wachukue mfano wa baba. Baba alikuwa ni mtu ukienda naye kwa debe, hujamshinda, umemshinda, yeye anarudi anatulia, anakuwa kama yuko sawa, lakini hayuko sawa. Unaona, baba alikuwa na ile roho ya uvumilivu. Umemshinda, yeye yuko mwaminifu, ameshinda, yuko mwaminifu. Basi tukiiga ile roho ya baba, hawa viongozi ambao tumebaki nao, naona Kenya tutaendesha vizuri. Lakini ukisema wewe ukishindwa unaenda na ile mbio na mitakaso za ABCD, basi utatumiza sisi ambao tuko chini kwa ground. Waige mfano wa baba, hawa viongozi wote ambao wamebaki. Baba mimi namlilia kuanzia jana mpaka wa leo. Sina shida, na pia nashukuru kwa kuwa tunaambiwa tushukuru kwa kila ina jambo.